Ebola kwa Marekani itasalia Laikipia. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa afya Aden Duale, ambaye amedokeza kuwa kamwe serikali haitashirikisha Wakenya kuhusu swala hili, kwani serikali iko mbioni kuokoa maisha ya Wakenya. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno ana uketo wa taarifa hii. Saa 8:30 mchana Jumatano ya leo, waziri wa afya Aden Duale alifika mbele ya bunge la kitaifa, ambapo alitumia fursa hiyo kusisitiza kuwa karantini ya Ebola kwa Marekani itasalia katika kaunti ya Laikipia licha ya pingamizi zilizopo. Laikipia Abyss is one of the 23 quarantine isolation center we are building, and we will not stop it. Why? The runway in Laikipia is one of the longest runway. That is where we have KDF medical team. Wabunge walimkaba waziri Duale kwa maswali chungu nzima kuhusu karantini hiyo, wengi wakidadisi kwa nini Wakenya wawekwe hatarini katika juhudi za kuwalinda wa Marekani dhidi ya Ebola. Where in that agreement does it say that we can expose Kenyan citizens at the expense so that we can be able to save citizens of the US? Katika counties 20 ambao walikuwa wamekubali, Mombasa ilikuwa moja wao. Kama mama Mombasa, sitaki kuona mzungu kule anatibiwa Ebola. Iwe kama itajengwa ni ya kuangalia watu wetu peke yake, waziri. So I want to tell the CS that we will resist that Alupe Hospital cannot be made an isolation center for Ebola. I have listened to the CS, and there is actually no space in his speech about the view of Kenyans. I'm yet to meet one single Kenyan who is in support of having this quarantine in Kenya, Honorable Speaker. So Honorable Ndindi Nyoro, I really want to urge you, my very good friend, if we say every county refuses, then where are we going to treat Kenyans? Are we going to treat them up in the air? Taifa la Kenya limetenga vituo 23 vya karantini ya Ebola, na maswali mengi yanaibuka iwapo karantini ya Laikipia itawafaidi wa Kenya. They are not foreign facilities. They are not exclusive facilities. They are not facilities reserved for any nationality. They are public health assets. Duale amesisitiza kuwa mkataba wa afya kati ya taifa la Kenya na Marekani ulitiwa sahihi tarehe 24 mwezi wa Julai mwaka 2015 na kupitishwa bungeni tarehe 9 mwezi wa Februari mwaka 2017 na kutekelezwa tarehe 6 mwezi wa Aprili mwaka 2017. Na ilipofika tarehe 5 mwezi wa Aprili mwaka 2022, mkataba huo uliidhinishwa upya kwa kipindi cha miaka 7. And in 2019, there was corona, which was a global problem. We didn't see the US come out the way they have come out now to construct a corona isolation center. Elizabeth Atieno, TV47, Nairobi.